Wadogo zangu maisha yamekuwa ni magumu sana. Angalia tumefanya kazi za zege, tumeona tumetembeza vitu kama machinga, lakini bado maisha yamekuwa ni magumu sana. Juzi Frank hapa tulikuwa tunaongea naye, sisi tulikuwa wote pale. Anatuambia kwamba pesa zake amepata sijui za kafara sijui za nini, lakini maisha mazuri sana, kajengea nyumba wazazi wake nini. Mambo ni mazuri, ana gari la kutembelea. Mimi ndio maana nimewaleta kwa ushirikiano. Unaona watu wengi sana wanaingia huko. Ana hakika tutatoboa. Hapa lazima tutoboe. Mimi na uhakika kabisa 100%. Watu hawezi kuwa wanaingia hivyo mambo yawe ni ile mama. Au lazima tutatoboa watu hapa. She mwenyewe huyu hapo. Twende mtumfuate tutoboe naye. Una uhakika tutatoboa kaka? Hapa Assalamu alaykum. Sawa, habari zenu? Nzuri. Salamu. Marhaba, kwema? Kwema. Vipi, kuna jambo gani? Sisi tuna shida na wewe. Kwa sababu gani? Tuna shida tu ya kawaida. Ndio maana tumekufuata hapa. Tunataka tuzungumze na jambo. Basi mimi ndo nafika. Karibuni. Asante sana. Karibuni sana. Asante. Karibuni, mna shida gani labda nikusikilizeni? Sisi tumekufuata hapa. Tuna muda sana tumekaa hapa tunakusubiria. Shida yetu tuna shida ya mafanikio. Tumeona rafiki zetu wengi ambao tumesoma nao, wengine tulikuwa tunafanya nao kazi. Kidogo tu babu wameshakuwa na maisha mazuri. Wengine tumejaribu kuongea nao wanasema pesa zina mafanikio, zina asili kubwa. Ndio maana tumekufuata hapa. Nataka kujua ina maana sisi tuko tayari kwa lolote. Hata kama ni pesa za kafara. Tumechoka na maisha. Ni sawa. Zamani si mlikuwa mnajishughulisha na kazi hizi ndogo ndogo. Mpaka sasa tunahitaji, lakini mambo sio mazuri kabisa. Hazikizi mahitaji tunayotegemea. Kuna kitu nitawashaurini. Ukiona mtu kapata pesa za kafara, anakwambia mimi hizi fedha nimezipata kwa njia ya makafara, usimuone tamaa hata siku moja. Tunaelewana vizuri? Usimuone tamaa hata siku moja. Mtu yoyote anayepata fedha kwa njia ya kafara huwa anaishi maisha ya shida sana. Kwa sababu gani? Mambo ya kafara yanakubidi, kuna wakati yanakutaka umtoe mama yako, umtoe baba yako, yanakubidi umtoe mtoto wako, mke wako, umtoe yule ambaye unayempenda. Sasa wewe umefanikiwa kupata hizo fedha, alafu wale unaowapenda ulitaka kula nao. Je, utanufaika nao vipi? Yaani wapendwa wako wa karibu hauko nao katika kutanua, ama hauko nao katika kutumia hizo fedha. Kuna raha gani ama kuna furaha gani ya fedha hizo? Mimi nitakachokushaurini wadogo zangu, nyinyi kama wadogo zangu, mnachotakiwa kufanya hizo kazi kama ni vibarua, komaeni sana. Kama ni mambo ya mnafanya umachinga, maana naona kuna mmoja kati yenu shawahi kumuona anafanya kazi ya uchinga. Kama mnafanya hizo kazi, endeleeni. Msipende wala msitamani fedha za makafara hata siku moja. Asikwambie mtu kuna siku eti mbingu ilinyesha mvua ya chapati na vitumbua. Hakuna kitu kama hicho. Siri ya mafanikio ni kujituma. Cha kufanya kitu ambacho huwa tunafanya, labda kufanyiwa dua, kupatiwa baadhi ya dawa za kuosha mwili na nini, kwa ajili ya kufanyeje, ya kutengeneza mvuto kwenye kazi zenu, kutengeneza mvuto kwenye miili yenu. Lakini fedha za kafara, hichi kitu hata watazamaji wanafuatilia vipindi vyangu, wanafuatilia akaunti yangu TikTok, Facebook, Instagram. Ikiwa kuna maswali unaweza ukaniuliza. Nenda katika TikTok profile kuna namba zangu, nenda katika Facebook profile kuna namba zangu, nenda hata katika Instagram kuna namba zangu. Utaniuliza huko. Usichukue nambari zangu katika comment section, utaibiwa. Nyote mnaonifuatilia, hakuna fedha za kafara ukaishi nazo kwa raha. Lazima zitakutia kashikashi, lazima zitakutia vurugu, zitakutia fujo, hutoishi kwa amani. Kuna watu wengine wana mapesa ya kafara ndugu zangu, maisha wanayoishi ni ya dhiki. Mtu ana fedha za kafara analala chooni. Sasa kuna nini tena? Kuna raha gani ya fedha? Kwa nini cha kufanya? Endeleeni kuwa pamoja na mimi, muzidi kupata maarifa zaidi.